kama wewe umeanza, basi acha mimi nimalize. Tumekaa hapa mmeongea mengi sana, lakini naweza kusema yote ambayo yameongeleka hapa naona ni upuuzi mtupu. Yes, si watusi au sikutusi mjomba, ila hii ni hali halisi. Kwa kama mimi kumaliza hiki kikao, Derek, bado sijamaliza kuzungumza. Tafadhali mjomba. Sio kwamba nawatukana, sio kwamba nina watusi. Hapana. Hebu acha mimi nimalize hiki kikao kwa wema kabisa. Mbona bado sijamaliza mjomba? Kama mjomba umeshindwa kumaliza kikao mjomba, jamani, kwa kufika hapa tuseme kwamba kikao mimi nimekifunga rasmi. Aileen, haraka kamletea mjomba maji ya kunywa haraka. Dada, umeniita hapa ili unitukane na watoto wako? Kuanzia leo hautaniona na kanyaga tena hapa. Kaka. Haya. Aileen. Nakuja. Shem. Chozi la uchungu. Nipo huku mama. Nipo huku. Derek mwanangu. Ndio mama. Nini sasa unafanya? Nini unafanya mwanangu? Kumbuka, nayafanya hayo yote kwa faida yenu, si kwa faida yangu. Kumbuka, huyo Trisha unamwita shemeji yako huyo na kakako Faith hawajai kufunga ndoa wale. Kwa hiyo nina halali kabisa ya kung'ang'ania kile ambacho naking'ang'ania. Kwa nini unafanya hivyo mwanangu Derek? Niambie. Sawa. Kwanza nisamehe. Mimi sikuwa na lengo labda kuharibu, ila nilikuwa na uwezo wa kujenga, wala sio kubomoa. Na lengo la mimi ni kunyosha familia ikae kwenye mstari ulionyooka. Okay? Sawa. Siko mbali sana mama na matakwa yako. Sawa, vitabu vya dini vimesema kwamba mwanamke asipofunga ndoa basi sio mke halali. Sawa, lakini kumbuka serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kwamba mwanamke na mwanaume wakiwa katika mahusiano ndani ya miezi mitatu, huyo ni mke na mume halali kabisa. Sembuse Trisha pamoja na Frank wameishi zaidi ya miaka 10 mama. Okay, basi tuache mambo ya serikali, tuache mambo ya dini. Tuje sasa kwa binadamu. Utu. Hiyo mama inaingia kilini. Leo hii Trisha unataka haondoke katika huu mji. Hiyo kweli inaingia kilini mama wangu. Hilo swala mama, mimi katika akili yangu naona haliko sawa. Hilo swala haliko sawa. Na mambo mengi sana umejitahidi kunielekeza, mengi sana. Lakini nikwambia kitu kimoja mamangu. Nimejitahidi sana kuhifadhi chuki ndani ya moyo wangu ili nimchukie Trisha. Lakini nafsi
nafsi mama unanigomea kabisa. Kwa hiyo katika hili, katika huu mpango wenu, kwangu mimi mama imeshindikana. Yes, imeshindikana. Nimeshinda kabisa. Sasa hiki unachoking'ang'ania nakuja kupata kitu kikubwa. Kitu tena mama? Mungu nisaidie. Hii vita peke yangu situweza. Odi. Odi. Sofi. Sofi, nakuja. Karibu ndugu yangu. Asante. Karibu. Sofi, shika kwa. Nini hiki wewe? Shika. Nini? Sofia, naomba nishikie hiyo hati ya nyumba yangu. Hati ya nyumba? Naomba nishikie. Tafadhali nakuomba, usimwonyeshe mtu wa aina yoyote. Hati? Unanisikia? Usimwambie mtu yoyote, nakuomba Sofi. Umenielewa? Nakuomba tafadhali usimpe mtu yoyote. Sawa. Karibu. Dada. Kaka. Karibu. Asante. Karibu hapa. Kaka, habari za siku nyingi? Safi, habari za nyumbani? Nzuri. Kaka, mimi nimekuja. Ndio dada. Lakini nakuona bado umekuwa mnyonge. Nakuomba kakaangu, unisamehe mimi kupitia yale, usahau yote ya zamani. Tafadhali kakaangu. Bana, mimi nipo kawaida. Upo kawaida? Kuwa huru. Nashukuru kakaangu. Bila kupoteza muda, nimekuja hapa dadako, nina shida. Shida yangu kubwa, natamani yule mkamwana yule tumuoe pale nyumbani. Yaani atoke, atuachie kila kitu. Sasa peke yangu siwezi. Kaka, unanisaidiaje juu ya hilo? Sawa dada, nimekuelewa. Mimi ndakusaidia. Kumbuka sisi tupo wawili tu. Mimi ndio mkubwa, wewe ndio umenifuata. Kwa hiyo tukianza kukorofishana sisi, sidhani kama watoto watakaa sawa. Mimi ndakusaidia dada, ila nachohitaji kuwa na kifua. Yaani kaka, ondoa shaka juu ya hilo. Ndio maana nimekuja. Lolote nipo tayari kwa wakati wowote. Bado azma yangu itimie. Kuna mtaalamu nitakupeleka. Hili swala litaishi. Hili swala dogo sana. Wow. Asante sana kakaangu. Sawa, nashukuru. Nina furaha. Kuwa na amani. Nina amani pia. Basi kaka, kwa fulani nilionayo, kwa tu nikafurahi mbele ya safari. Hata mimi naondoka. Ndio furaha yangu. Ndio kakaangu. Haya, asante. Yaani nimefurahi sana kaka. Yaani nimefurahi kusikiliza. Haya. Basi.
Kwa ndio hivyo ndugu yangu. Pale nyumbani upo na ndugu pia, upo na mama, wewe unabaki kama baba, kama mzazi pale nyumbani. Kwa vitu vingine sio vya kuweka sana kichwani, unaachana navyo tu. Sawa, unajua Bertram, sometimes kichwa kinajaa kidogo, elewa. Yes. Na nikikumbuka maneno ya brother pindi kabla hajafariki, sawa, alizungumza maneno mengi sana na kuhusu familia. Kwa ninavyoona familia ina tofauti, lazima kichwa kiume sana. Ndio maana nikasema nikimbilie kwa ndugu yangu, wewe ni mshauri wangu. Naelewa. Unajua hapa kijio afu tupo na familia, unajua wewe vitu vinavyotokea kama hivi lazima utatushirikisha nini. Mambo mengine yanakaa sawa. Hata usijali kusema. Basi haina noma ndugu yangu. Ninashukuru sana. Sawa. Ila mambo mengine bwana. So Oya Bertram, smoke natoa. Yeah, inapiga. Naomba niongeze mara moja. Mwanangu. Najua umenimisi sana siku ya leo. Ndio muda sio mwingi. Nimaliza kama jukumu. Chozi la uchungu